Ndugu mtazamaji wa Subila Media, katika kipindi chako pendwa kabisa cha maisha yangu, leo nipo moja kwa moja katika eneo la wilaya ya Nachingwea, katikati ya wilaya yetu ya Nachingwea, na si kingine ambacho kimenileta katika eneo hili. Nimekuja kufanya kipindi na miongoni mwa watu ambao wamenipigia simu, na hii moja kwa moja naelekea katika soko kuu la wilaya ya Nachingwea. Si mwingine anayeongoza hiki kipindi ni mimi, presenter mwenye njaa, ukipenda niite Kizito. Naomba tuelekee moja kwa moja ndani ya soko la wilaya ya Nachingwea kwa ajili ya kwenda kufanya kipindi chetu. Karibu sana. Nilikaa ndani kwa ujeuri tu wa kufanya zoezi moja la kujifanya kuwa trafiki wakati nimelewa, kusimamisha gari la polisi na kuwauliza kwa nini nimejaza sana. Huko unakoenda siko. Huko wanakula watu. Wanafanyaje? Wanakula watu huko Nachingwea, wanakulana wanakula watu wenyewe kwa wenyewe, wanatafunana. Yaani wakazi wa Nachingwea tunakula watu. Tunakula binadamu wenzetu. Bwana, huko sio kuzuri. Asubuhi nimeamka, kabla hajapika chai nikafunua godoro. Nikifunua godoro nakuta mayai ya kuku wa kienyeji imeandikwa 30 za dua za Kiarabu. Nikamuuliza mwanamke wangu, mayai haya yaliyoandikwa 30 za dua yana maana gani? Naona bwana. Kwa hiyo defender ile likalisimama ofisini kwangu. Majamaa wana bunduki takriban bunduki kama ziko 6. Naona bwana wanazo. Naona bwana kwa kujua defender wengine ndio wameruka kabisa nini, na mkuu wa kituo naye yupo mumo. Wale takriban ndio hesabu walikuwa kama 26. Naona bwana wamekuja kunifuata mimi tu. Nimefika kule, nimeshaandaa mazingira ya kuoga. Nataka kuchukua kata ya kwanza nijimwagie mwilini. Naona mlango umesukumwa hivi kwa nguvu. Nikiangalia ni yule shemeji yangu, na yeye amekuja wapi? Amekuja mle bafuni na yeye anataka aoge. Mlango haukuwa na komeo? Mlango haukuwa na komeo kutokana na vyoo vyetu vya Uswahilini kama unavyojua hivi. Mara nyingi huwa hakuna komeo. Akawa amesukuma mlango kwa nguvu, ameingia. Nikamwambia, "Shem, vipi mimi naoga?" Ananiambia, "Wewe nilikuambiaje siku ile nakupigia simu? Nilikwambia uwe kama mtoto wa kiume. Sasa unashangaa nini? Hapa leo tunaoga wote." Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, ndugu mtazamaji wa Subila Media, katika kipindi chako pendwa kabisa cha maisha yangu, ni moja kwa moja katika eneo ambalo nimekuelezea hapo awali. Nipo ndani ya soko la wilaya ya Nachingwea, na hapa moja kwa moja nimekuja kukutana na mlengwa ambaye tuliwasiliana kwa njia ya simu kwa sababu alikuwa na jambo, na nikaona moja kwa moja nimfuate kwa sababu Subila Media ipo kwa ajili yake na kwa ajili yako. Kwa hiyo naomba moja kwa moja nikufikishe kwake ili tuweze kumtambua ni nani kwa majina na ana kipi ambacho anaweza kutuletea leo, ili tuweze kufurahi na kujifunza ndani ya Subila Media katika kipindi chako pendwa kabisa cha maisha yangu. Habari yako mzee? Nzuri. Haya mzee, shikamoo kwanza. Marhaba. Samahani, mimi ni muongozaji wa hiki kipindi, lakini kuna watazamaji wa Subila Media wanakutazama katika kipindi chako pendwa kabisa. Kwanza ondoa shaka kwa sababu uko sehemu salama. Watazamaji wa Subila Media katika kipindi chako pendwa wanataka kukutambua kwa jina au kwa majina, unaitwa nani na una kipi cha kutuambia. Kwa hiyo naomba uambie watazamaji wa Subila Media unaitwa nani mzee wangu? Naitwa Musa almaarufu Ngalunde. Una kipi cha kutuletea leo ndani ya kipindi cha maisha yangu? Labda una kipi, una mkasa upi au una changamoto zipi ambazo umezipitia katika maisha yako ambazo unaamini kabisa vijana, wazee, watoto na wanaotazama Subila Media wanaweza wakajifunza? Naomba utuelezee. Asante sana mtangazaji. Mimi nadhani nilianza shule mwaka 75 nikamaliza 1981. Baada ya hapo ikawa nimelima shamba, ikawa nimechukua mahindi mabichi kwenda kuuza, lakini wakati huo kulikuwa na changamoto ya kukataza serikali. Baada ya hapo ikawa nimeshikwa nikapelekwa ofisini. Baada ya kuisha lile jambo nikaona hapa maada nishamaliza shule, ngoja niondoke. Nikaja Nachingwea. Nachingwea nimekaa katika mzungu, nimekuja mwaka 1982. Baada ya kuja hapa
katika mzunguko wangu nikakutana na mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Mzee Said Bakari, kwa maarufu Mzee Ndondoli. Baada ya kuniona yule akaniita, baada ya kuniita akaniambia, bwana, habari? Mzee, salama. Mzee, tunatokea hapa. Mimi nikamwambia mimi natokea hapo sehemu ya inaitwa Mkumba Pacha. Bwana, mimi na shida. Shida yako? Sema bwana, mimi naomba vijana waweze kukaa naye ili niweze kukaa naye hapa nyumbani. Kaambia sawa, hilo nimeshalipokea lakini kwa sasa maadamu nipo katika mzunguko tu siwezi kufanya haraka. Nirudi nyumbani nikafahamishe. Kweli nikafanya vile, nikarudi nyumbani. Niliporudi nyumbani nikamkuta yule dadangu, kamuelewesha alivyo. Baada ya kumwelekeza vile kawa yeye akasema ni sawa, kwa hiyo kinachotakiwa inabidi tuende, akanijue na yeye nikamjue. Sawa, tukaondoka pale. Baada ya pale yule mzee nikamkuta kama vile lile jambo, nikamwambia huyu ni dada yangu ambaye mpatana hapa nilikofikia. Kwa hiyo kwa sasa nimemleta hapa ili kwa lile uliolitamuka uweze kumjulisha. Kweli baada ya kufanya mazungumzo tukakubaliana. Mimi ikawa sasa nimerudi na dada yangu kwenda nyumbani moja kwa moja. Nilipofika pale asubuhi yake kurudi tena kwa mzee yule ambapo nilihitajiwa. Kweli mfanya maisha. Baada ya niseme tu kwamba alikuwa ni mfanyabiashara wa hapa sokoni, ikawa ananishikisha hapa sokoni. Kweli nimeenda naye, nashukuru kwamba mwaka 1989 nikamwambia bwana, na kwanza nashukuru, lakini kulingana na umri unapokwenda nikaona nikizidi bado kuendelea kukaa hapa bado naona kama na mimi nahitaji kuwa na familia. Sawa. Kwa hiyo nikaona naomba ruksa yako sasa nikajaribu maisha yangu mimi mwenyewe. Kweli nimetoka, nilipotoka mwaka 89. Nikaja zangu sokoni hapa. Nikaanza kujishughulisha kwa kuwa ashakuwa mwalimu wangu yule mzee. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kilikuwa kigeni kwangu. Basi na nyanja zote za biashara ikawa nazielewa. Basi samahani kidogo. Pale awali umezungumza kwamba huu mkasa ambao unauzungumzia sasa hivi ulikuwa nao wakati huko shule ya msingi, lakini shule ya msingi ulikuwa unasomea wapi? Sawa. Na mpaka ikakufanya wewe kutoka kwenye hilo eneo ambalo ulipata huu mkasa mpaka kufikia hapa na Chingwea, ulitokea wapi na mpaka ukafikia hapa? Sawa, mimi ni mzaliwa wa wilaya kijiji cha wakati huo kilikuwa kinaitwa kijiji cha Lilawa, lakini kwa sasa hivi anaita Mpulima. Nilizaliwa mwaka 1968 ndani ya wilaya ya Masasi. Wilaya ya Masasi. Nimesoma ambapo nimeweza kusoma shule moja kiitwa Minjale, lakini baadaye nikaja kumalizia shule moja inaitwa Miungo ambayo iko wilaya ya Masasi, na hizi zote ziko wilaya ya Masasi. Nilikaa ndani kwa ujeuri tu wa kufanya zoezi moja la kujifanya kuwa trafiki wakati nimelewa, kusimamisha gari la polisi na kuwauliza kwa nini nimejaza sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Mkasa mwingine ni kwamba mwaka 1993 nilibahatika kuwa na kiduka changu ambacho kile kiduka kilikuwa na vitu mchanganyiko. Ilitokea siku moja na ndugu mmoja ikawa amekuja kuniuzia nguo nikanga. Duka ni kwako? Duka ni kwangu. Hilo duka lilikuwa wapi? Lilikuwa maeneo ambayo wanakouza kule nyanya. Hapa ni ndani ya soko la Chingwea. Sawa. Baada ya hapo ule mzigo kweli nikamnunua, ilikuwa kama doti zipatazo 20. Ndio. Baada ya kuweka dukani mwangu nimekaa, baadaye naona tu anakuja pale polisi. Nilikuja askari, bana habari nzuri, salama. Vipi? Bwana hizi unaithiwa kwamba hizi nguo ni za wizi. Za wizi? Mimi sina ushahidi kama ni za wizi. Sasa bana, hebu kusanya kweli. Twende nyumbani tukasachi. Fika nyumbani pale wamesachi. Basi baada ya hapo ikawa sasa nipelekwa kituoni. Kweli nipelekwa kituoni. Kwa kituoni si sheria ya askari, basi wakachukua mkondo wao kama mimi nimekuwa ndani. Yaani baadaye nikatoka kwa dhamana. Ile shauri likafika mahakamani. Baada ya kufika mahakamani
na nilipokwenda polisi nilimkuta yule mlalamikaji aliyokuja kulalamika. Yana hizi nguo zangu. Sawa. Basi nimevunjwa duka langu, sawa. Mwaka 1993 basi. Kweli kesi ikaanza. Lakini baada ya kuanza kesi ile, nadhani kwamba yule jamaa ilipoanza kesi ikawa hajafika hata siku moja kule mahakamani. Yupi ambaye hakufika? Huyu mlalamikaji ambaye alidai kwamba mimi nimeibiwa dukani kwangu. Kwa kweli ile kesi imeanza, lakini hajafika hata siku moja mpaka kesi kaisha. Siku hiyo ya mwisho, maana sheria ya mahakama kama hujafika mara 3 ya 4 basi. Kwa hiyo yule bwana akifika mara safari 3 nzima inapita. Sasa siku nilipokwenda nilipopangiwa tena siku ya 4, ikawa pale ilichosomwa kasoma tu judgment bwana, kutokana na hivi mwaka 1900 ilikuwa hivi, basi nikawa nje ya ikawa na hata siku ile ndio ikawa amefika jamaa yule siku hiyo, lakini baada ya kufika na ikawa amefukuzwa pale mahakamani. Wewe unakuja kufanya yani siku 3 nzima, safari 3 wewe hujafika, leo unakuja kufanya nini? Basi yule jamaa kwa akawa amerudi. Kilichofanyika pale baada ya kusoma baada ya kumaliza ile kesi, mimi nikatoa nguo zangu nikarudi, kaonekana kwamba mimi nimepata kisheria. Kwa hiyo baada ya hapo ikawa naendelea na biashara zangu, lakini baadaye ile biashara ikawa nimefilisika. Nikaanza kwa mipango mingine. Sawa. Nikaenda naye na ndio mpaka sasa hivi bado niko hapa. Wewe ni mwenyeji wa soko la wilaya na Chingwea. Naweza sema toka 83 niko hapa. Toka 83 niko hapa soko hili. Ambapo nilikuwepo kipindi hicho ndani mle sokoni. Nilipokuwepo sokoni, baadaye tena ikawa nimetoka, ikawa sasa nimekuja nje. Kwa hiyo nipo hapa nje ya soko kwa almaarufu, niko kwenye mti wa mwarobaini. Napatikana hapa. Nilikaa ndani kwa ujeuri tu wa kufanya zoezi moja la kujifanya kuwa trafiki wakati nimelewa, kusimamisha gari la polisi na kuwauliza kwa nini nimejaza sana. Huko unakoenda siko. Huko wanakula watu. Wanafanyaje? Wanakula watu huko na Chingwea. Wanakulana wanakula watu wenyewe kwa wenyewe wanatafunana. Yaani wakazi wana Chingwea. Tunakula watu. Tunakula binadamu wenzetu. Bwana. Huko sio kuzuri. Asubuhi nimeamka, kabla hajapika chai nikafunua godoro. Nikifunua godoro nakuta mayai ya kuku wa kienyeji yameandikwa 30 za dua za Kiarabu. Nikamuuliza mwanamke wangu, mayai haya yaliyoandikwa 30 za dua yana maana gani? Naona bwana. Kwa hiyo defender ile likalisimama ofisini kwangu. Majamaa wana bunduki takriban bunduki kama ziko 6. Naona bwana wanazo. Naona bwana kwa kujua defender wengine ndio wameruka kabisa nini, na mkuu wa kituo naye yupo mumo. Wale takriban ndio hesabu ilikuwa kama 26. Naona bwana wamekuja kunifuata mimi tu. Nimefika kule, nimeshaandaa mazingira ya kuoga, nataka kuchukua kata ya kwanza nijimwagie mwilini, naona mlango umesukumwa hivi kwa nguvu, nikiangalia ni yule shemeji yangu, na yeye amekuja wapi? Amekuja mle bafuni na yeye anataka aoge. Mlango haukuwa na komeo. Mlango haukuwa na komeo kutokana na vyoo vyetu vya Uswahilini kama unavyojua hivi. Mara nyingi huwa hakuna komeo. Akawa amesukuma mlango kwa nguvu, ameingia. Nikamwambia, "Shem, vipi mimi naoga?" Ananiambia, "Wewe nilikuambiaje siku ile nakupigia simu? Nilikwambia uwe kama mtoto wa kiume. Sasa unashangaa nini? Hapa leo tunaoga wote." Sasa Mzee Kalunde, mimi nina maswali mawili kwa faida ya watazamaji wa maisha yangu ndani ya Subira Media. Sawa. Swali la kwanza, huyu mtu ambaye alikuja kuletea nguo kukuuzia kwa siku ya kwanza, ulikuwa unamfahamu na shughuli zake ulikuwa unazifahamu, au kwa kuwa ilikuwa ni umepata fursa ya kuletewa nguo na ukajua tu ni mfanyabiashara ukaamua kununua, au ilikuwaje?
Asante sana ndugu mtangazaji. Kilichofanyika kwa kuwa si wafanya biashara. Mfano hapa anaweza kuleta mtu dagaa. Bwana nauza dagaa zangu hizi. Sawa. Kwa hiyo wewe sikokuwa ni kazi yako ile, wewe unanunua. Lakini bila kujua anatokea wapi. Kwa hiyo huyu jamaa ni mtu ambaye hapa mbali niuzia. Na kawa namuelewa. Sawa. Lakini hili tatizo baada ya huyu jamaa alikuja, alipokuja paka akajifanya kama anauliza bei. Bana, hizi kanga bei gani? Kawa naangaza ngapi? Kanga shilingi fulani. Sawa. Baadaye akatoka. Alipotoka nadhani ndio akaenda kituoni. Sawa. Swali la pili. Unasema ulishtakiwa mahakamani, ulipelekwa polisi na ukashtakiwa mahakamani. Lakini je, huyu mtu ambaye alikushtaki naye pia ulikuwa unamfahamu kama yule aliyekuletea zile nguo? Huyu ambaye alikuja pale dukani kuja kuangalia zile nguo, kwanza nilipokwenda polisi nilimkuta. Kwa kuwa nilikuwa na kumbukumbu, huyu si alikuja kule dukani. Yaani alianza kuja yeye baadaye akaja polisi. Baadaye kaja polisi. Sawa. Kwa hiyo baada ya hapo sasa kawa mimi niwekwa ndani. Baadaye kama asubuhi yake nikatoka. Kwa hiyo sasa ikaandikwa jalada pale mahakamani. Sawa. Yaani ulikuwa unafahamiana naye? Yaani acha kumtambua katika hali ya kuonana kwa siku mbili. Lakini nje ya hilo tukio ulikuwa mnatambuana? Huyu muuzaji au mlalamikaji? Huyu mlalamikaji ambaye alikuja kufanya uchunguzi wa kuona nguo zake zimeuziwa wapi baada ya kuibiwa. Sawa. Huyu mimi nilikuwa simfahamu, lakini nilimfahamu siku hiyo tu, lakini ikanijia kumbukumbu baada ya kufika polisi. Huyu si ndiye ambaye alikuja pale. Kwa kuwa bado alikuwa akilini mwangu. Na baada ya hilo tukio kupita, amkuonana tena hadi hivi leo au ilikuwa? Mpaka leo hatujaonana. Pole sana. Asante. Pole sana. Sana, ndio maisha. Lakini mzee wangu, mimi nataka kwenye hiki kipengele, kwenye huu mkasa, una nini cha kuambia wafanyabiashara na wajamii kwa ujumla, kwamba wewe ulinunua kitu ambacho hukujua kimetokea wapi, lakini mwisho wa siku akaja kutokea? Una nini cha kuiambia jamii? Mimi naiambia jamii, wafanyabiashara, kitu kikubwa kabisa, anapokuja mtu kuuzia kitu, jali kwanza, je, ana risiti? Hata kama mtu anakuja kuuzia pikipiki, muulize, je, una kadi? Lakini sio tunavamia tu kununua hivi vitu, matokeo yake ndio yanakuja hayo. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba tujihadhari, na watangazia wananchi wote kwamba tunapokuwa tunataka kununua kitu, vijana hata kama wazee lika yangu mimi, naomba sana tunapokuja kuuziwa kitu tuangalie, tumuulize, je, una risiti? Au wewe unakuja kuuza basikeli una risiti? Kwa hiyo siwe tunanunua tu vitu bila kuangalia kwamba huyu ana risiti, huyu hajui kama pikipiki ya kadi ya pikipiki anaye, tunanunua tu. Hapana. Naomba tusifanye jambo kama hilo, litatupa shida sana. Sawa. Ndugu mtazamaji wa Subira Media, katika kipindi chako pendwa cha maisha yangu, tumesikiza huu mkasa ambao mzee wetu ameutoa hapa, lakini mimi nina kitu cha kuambia. Kitu ambacho nataka niwaambie ndugu watazamaji wa kipindi cha maisha yangu ndani ya Subira Media, siku zote unavyofanya biashara na mtu ambaye umtambui, hakikisha kuwa ana nyaraka muhimu. Ni sawa na kile ambacho mzee wetu amekizungumza, ila naongezea, hakikisha kuwa mali unayonunua ina taarifa sahihi, ili lisije likakuharibia sifa ulizonazo, kwa sababu mzee wangu ameingia katika janga ambalo hakulijua na likaenda kumchafulia sifa zake. Lakini kushukuru kwamba kesi alishinda kwa sababu ya uzembe wa mlalamikaji. Endelea kufuatilia Subira Media, lakini nataka nimpe nafasi ya mwisho mzee wangu ya kutangaza biashara yake alionayo. Tutakwenda na DOP wangu kwa ajili ya kupata kile, lakini kipindi kinakwenda mwishoni. Lakini tunapokwenda ukingoni mwa hiki kipindi, ninapaswa kuwashukuru baadhi ya watu ambao wamefanikisha hiki kipindi kukamilika. Na mtu wa kwanza kabisa naomba nimshukuru mzee wangu. Mzee wangu, nakushukuru sana kwa sababu nimeshirikiana wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa hiki kipindi. Nashukuru sana, lakini pia usisite, kama kuna mtu wa karibu, ndugu yako nani ambaye anaweza kufuatilia hiki kipindi, basi asisite kupiga simu zinazopita kwenye hiyo skrini yako hapo. Akishapiga moja kati ya namba hizo ambazo zinapita kwenye skrini yako, basi anaweza akapata nafasi ya kufanya kipindi na sisi kwa mkasa
changamoto mbalimbali ambazo mtu amepitia katika maisha yake. Lakini mtu wa pili ambaye napaswa kumshukuru ni si mwingine. Nataka nimshukuru presenter nataka nimshukuru producer ambaye anaandaa hiki kipindi, si mwingine Kishada, Sultani Kishada, popote ulipo, heshima sana kwako. Lakini shukrani zingine ziende kwa timu yangu ya kazi ambayo nimeongozana nayo hapa, si mwingine ni DOP wangu au kameramani wangu, si mwingine Digo Spark. Umeitisha sana kwa sababu ndo anifanya ning'ae na kushine kila siku ndani ya kipindi cha maisha yangu. Lakini anayekuongozea kipindi hiki au dereva anayeongoza hii styling ya hiki kipindi, si mwingine ni mimi presenter mwenye njaa.